Umefikia mahali ya kwamba nimebeba mzigo mzito sana wa siri zake, na kitu anachotaka kufanya ni kuniondoa katika list ya watu wanaoishi, ili siri yake baki kwa siri yake. Kwa amefikia hapo sasa. Akutoe duniani uende kaishi wapi? Nikaishi kaburini. Sasa acha tufanye hivi. Wewe unawasiliana na bosi? Hana? Basi naomba ukate mawasiliano na bosi kuanzia leo. Sawa. Nataka sisi tuwe mabosi. Nataka sisi tujitegemee. Hii biashara tuendelee nayo sisi na sio ya bosi tena. Tusahau kuhusu story za bosi, tusahau kuhusu sheria zake, kututuma kazi zake na kila kitu. Tujisimamie sisi kama sisi. Kwa hiyo nataka uchague mali tuliyobakia nayo, tugawanye, ukaendelea na maisha yako, ama utaendelea kufanya kazi na mimi. Uamuzi ni wako. Ya kugawanya labda nifikirie. Maana umeniita tu ghafla umeanza kunieleza sasa ile ndio kazi ndio maisha yangu. Nitaanzaje kuamua nigawanye niende alafu nifanye kazi gani? Sawa. Kama umeamua utaendelea na kazi, vizuri. Nataka uanze kujifikiria kama bosi na sio mfanyakazi. Sawa. Filosofika Tupac, maeneo yanakuza genge, bwegi, gang ruka kuta, kama utatukuta utajuta, fyata mkia, maeneo umefika, darasa kama hili utasomeshwa maeneo, slang kama hizi utazipata maeneo, miseo maeneo, utafunzwa maeneo, miseo maeneo, utafunzwa maeneo. Tuko maeneo, tuko maeneo, tuko maeneo, tuko maeneo. Ile Surukuu naambia kusoma tukio ambayo anafanyika. Baada ya pale nimefanya uchunguzi mimi mwenyewe binafsi. Kweli nimepata ushahidi kwamba hawa jamaa wanahusika moja kwa moja kwenye haya matukio. Nilikwambia, yani hiyo ndio kitu ambayo inafanya maeneo haiishi uhalifu. Mbona wajihusishe na haya mambo? Unajua kitu ambacho kinatatiza, hawa ni watu wamekula kiapo kuhakikisha kwamba raia wanakuwa salama muda wote, na mambo maovu kama haya hawataipeana nafasi yatokee. Ni kweli. Lakini mimi naona kinachowasumbua hawa wenzetu ni tamaa. Tamaa ndio kitu ambayo inawafanya wanafikia hatua kwamba yani wanashirikiana na wahalifu kujipatia kipato huku usalama unapotea. Lakini jamaa mara kwanza kazi haiko hivyo na hawako hivyo, ila hakuna tatizo. Hawa jamaa inabidi tuwaite mwanzo, mimi na wewe kabisa, tuwaongeleshe, watuambie nini hasa kiwapelekea kuamua kujiingiza huko. La pili, watuambie wanafanya kazi na kina nani, wanapatikana wapi, na ni kwa muda gani wanafanya hizo kazi. Kisha wapi wanapeleka hivi vitu wanavyovitoa kwenye ile mili, na ni nani anayeagiza hivyo. Baada ya hapo tutajua nini cha kufanya. Yes bro, nimeitikia wito kwa sababu naona leo umenipigia mapema sana. Nimepigia kwa sababu nimekaa chini nikafikiria kwamba mimi na yeye hatuna matatizo. Sawa, najua wewe upo kazini na mimi nipo kazini, na mwisho wa siku tunahitaji pesa. Sawa. Mimi hizi biashara nazijua nje ndani.
Unielewa? Bosi najua anachokifanya, lakini kitu anachokifanya kwangu mimi bado atakuja kufanya kwako wewe. Leo amekutuma wewe kwangu, lakini kesho atatuma mtu mwingine kwako. Fikiria hilo. Unielewa? Okay. Kitu ambacho mimi nataka ufahamu ni kwamba bosi anatutumia sisi kumalizana wenyewe kwa majina. Una maana gani yani kusema hivyo? Kwa sababu bado sijakuelewa. Sikiliza. Mimi najua mambo mengi sana ya bosi. Labda nikuulize siri. Mimi nimeshukua na bosi nikiwa mdogo sana. Na nikaishi naye kama mzazi wangu wa kuniangalia. Uko sahihi. Yaani uko sahihi kabisa. Kitu ambacho tunatakiwa kufanya ni kwamba tuhakikishe tunaweka kikao, tuongee nao. Na ikiwezekana tushirikiane na hao kuwashika hao wahalifu. Hilo niliwaza kabla, kwa sababu hatuwezi wachukulia hatua hawa watu ama tukawafuata watu kwa hasira na kwa nguvu wasipo kujua wao wanafanya kazi nao ni kina nani. Sababu tukisema tunawachukulia hatua moja kwa moja hawa watu hatuwezi kupata wale ambao wamefika kule. Kabisa, na sehemu yetu kwanza ni tupate wale wakubwa wenye wanaendeleza hizi biashara haramu. Ukishawapata hao kuisha. Na sio kupata wakubwa tu. Baada ya kupata hao wakubwa, hawa pia wana hatia. Kabisa. Lazima na endapo watakaidi haya maoni yetu ambayo tunayapanga sasa hivi, kitu ambacho tunataka kufanya sasa ni kuhakikisha tunapeleka kwa wakubwa. Sawa. Kabisa, kwa sababu bila hivyo tutakuwa kila siku tuko kwenye step moja. Tunang'ang'ana kumalizana na uhalifu, na uhalifu hauishi. Kitu ambacho mimi binafsi huwa kinaniumiza sana roho yangu. Sipendi kuona nafanya kazi ya kujirudia kila mara. Wacha wewe tu. Mimi ndo naniuma kichwa zaidi. Kwa sababu ni juzi tu nimerudi kutoka masomoni. Ndio. Kile ambacho nimeenda kujifunza kule ni kile ambacho kinafanyika sasa hivi. Nikana kama ambaye wakuu walijua kwamba hichi kitu kinaenda kutokea, ndio nikatuma kule kufanya shughuli. Kweli imeniuma sana, sababu sikutarajia kwamba nitakavyorudi tu nitapambana na mambo kama haya. Sawa, sasa sisi kitu cha kufanya ni hicho. Nimalizane na hawa watu, story iishe. Na kuna siri nyingi sana ambazo mimi nimezibeba. Hakuna mtu mwingine asifahamu. Kitu ambacho anataka kukifanya ni kumalizana na mimi ili siri zake zibakie kwa siri. Unaelewa? Lakini mimi siwezi kubali hilo litokee. Kwa sababu mwisho wa siku wewe utabeba siri zake. Na yeye pia atatafuta njia ya kukumaliza wewe ili siri zake zisitoke. So fikiria. Aidha tumalizane na boss ama boss atafisi. Sijakuelewa bado. Yaani unamaanisha tumuondoe boss? Kwani haiwezekani? Tumalizane na boss, tubakie na biashara. Mimi na wewe tutakuwa partners na tutakuwa kwenye control ya biashara. Kuliko sisi kwa wafanyakazi ambao kila siku tunakandamizwa. Sawa. Hakikisha hunisaliti. Maana endapo utanisaliti, basi sikudanganyi. Nitahakikisha namaliza mmoja baada ya mwingine mpaka nyote mmalizike. Hilo aliyestu. Sawa. Tuko maeneo. Filosofika Tupac, maeneo yanakuza kenge, bwege, gang ruka kuta, kama utatukuta utajuta, fyata mkia, maeneo umefika darasa. Lulu, una muda mwingi sana tangu uende nyumbani.
na nakumbuka ukienda tulikuwa tumeambiana kwamba unaenda kuwajulisha wazazi ili ndio uje tujitayarishe na sisi twende ili nikajulikane. Mbona umekaa sana hivyo? Ndio nilienda. Hata sasa ndio nimerudi. Nilifika jana. Lakini mama amekuja. Ilibidi nikae niweze kukaa naye kidogo kwa sababu hakuwa na mtu wa kumsaidia. Anaumwa nini? Hatujajua ugonjwa. Haujajulikana kabisa. Lakini ako vibaya hawezi. Sasa mbona atuambiani? Siwezi elewa ni nini, sijui sikuwa naweza kukupata. Siwezi nikwambia Lulu. Hata kama mama ni mgonjwa, natakiwa kujua pia wewe na maisha yako. Sawa. Na unahitajika kuitengeneza familia yako. Kweli? Nakumbuka nilikwambia vizuri sana kwamba nahitaji tuweze kuoana ili tuianzishe familia. Ndio manake tangu tuanze hii relationship yetu mpaka sasa hivi hatujafanya chochote japo na kuhudumia kwa kila kitu. Najua Stefan. Hata mimi huwa nakupenda, lakini sasa mambo yanakuja yenye sijajua kwa nini kunaenda hivyo. Mimi nataka nikwambie hivi. Huu muda tumekaa na wewe katika hii relationship ni mwingi sana. Na kila tukipanga vitu vinakuwa ni vya kupanguka. Tukipanga vinapanguliwa. Sipangue. Bado niko kwa ule mpango, bado niko pale pale. Sina kitu ambacho nakipangua. Kama tutamaliza wiki 2 sasa hivi hatujajua mwafaka wa hili jambo, nitakachokiamua sinaumu. Unamaanisha nini? Sikiza nikwambie Lulu. Nyinyi wanawake ni wengi sana. Pago bwana. Semaje tena mwanangu? You know sometimes I wonder. Yaani wewe kuna muda niyo najita mkutano mwenyewe tu nikiwa peke yangu. Mkutano wa vipi huo? Hivyo ushaiwaza kuacha hii kazi hata siku moja? Mimi sijaiwaza kwa kweli. Vipi kuhusu wewe? Hicho kitu ama uliwaza? Nishawaza sana kwa nikakwama. Itokee tu siku moja hii kazi imeisha, naweza kufanya kazi gani kwa upande wangu mimi? Sasa hiyo ndio nipitisha kwako wewe. Mimi kwa kweli kazi yenyewe naweza fanya sasa hivi. Pengine kazi ndio hiyo tumeacha. Mechanic tu, nitaingia garage, nitafanya kazi bora wewe napata kipato kizuri na kidhimetaji yangu na familia pia. Sasa si ndo tegemezi manyumbani. Sasa tuseme kama sasa hii yani ndo kazi imeisha, kwa hiyo unaenda kuingia kwa garage ufanye kazi ya mechanic au sio? Na vipi kuhusu wewe, ni kazi gani na wewe baada ya hapa kwa tumambo hakuna kazi? Ni kazi gani yenye utafanya? Ama pengine una uzoefu nao? Kiukweli kitu chenye hujawahi jua kunihusu mimi. Mimi niko na talent. Talent gani hiyo tena? Mimi ni mwanamuziki. Si. Mimi mwimbaji. Najua utaamini kwa kuwa una maisha yenye naishi, lakini ama nikueleze tu story tu kiufupi. Mimi kuingia katika hizo biashara, mimi sikupenda kwangu kufanya hii kazi. Nimejikuta tu katika mazingira haya tu kufanya biashara hii sababu ya maisha. Na vipi ushaingia studio pengine ukarekodi watu wakakutambua ama ni mwimbaji tu waimba tu mwenyewe kujifurahisha? Stefan. Yaani ni hivi.
kama unaona hauko tayari, then mimi naweza tafuta mwanamke mwingine na nikaoa, hata kama nilikupenda sana. Basi tuanze kwenda kwenu. Uko tayari tuende kwetu, si ndio? Ndio. Sasa hebu niambie, ni lini unapatikana ili tuweze kuarrange tuende? Hapo wewe ndio kusema. Mimi hizi weekends zote wanapatikana. Sasa uniambie, wiki hii ama wiki ijayo? Ile siku yenye utasema tuende tutaenda. Sawa. Alafu kitu kingine, mimi sipendi vile unaniambia. Unawezaje kuanza kuniambia mambo ya wanawake sasa? Mimi sijapangua kitu chochote, bado niko kwa ule mpango. Basi tuende tukaishi sote. Ati nini? Sikize nikwambie Lulu. Mimi huwa naishi kwenye sheria. Sawa. Siwezi kuchukua mtoto wa mtu nikae naye wakati mimi sijulikani kwao, yeye pia hajulikani kwetu. Endapo utapatwa na matatizo. Stefan, yaani matatizo yanangoja mimi nikuje niishi na wewe ndio nianze kupata matatizo? Mbona unanifikiria hivyo? Lulu, kuna kitu ukielewi. Sikiza nikwambie. Kwenye maisha anything can happen. Sasa wewe usiniambie eti tuishi pamoja wakati sijulikani kwenu, hujulikani kwetu. Hilo mimi siwezi fanya. So, usiniambie eti tuishi pamoja wakati hatujaoana. Kitu yenye iko hii weekend inayokuja, mimi nafikiri tuende nyumbani. Kama uko tayari. Lakini haimaanishi nimependa vile unaniambia kuna wanawake wengi. Jafurahi. Kama utakuwa hauko tayari, sasa mimi nitakuwa saa zote tunaongelea jambo moja. Stefan, ni kitu gani imekuingia? Hakuna. Mziki nafanya sana lakini sio vile sana, sababu unaelewa maisha yetu sasa tunafuatiliwa na polisi. Ndio hivyo tena. Na mitaani kwetu venye kuna watu watupendi. Sasa nakosa time ya kufanya hiyo mambo hayo. Lakini tukija kukitulia vizuri, nitarudi kwenye ground nifanye muziki. Kwa hiyo kila kitu kina muda wake na kila kitu kinapangwa na Mungu. Kwa hiyo sasa hivi siwezi nikakwambia nitafanya, sababu umeona ile changamoto zenye ziko kwa sasa. Changamoto kweli tena nyingi sana. Bosi naenda huyo lawama tu kila siku, hela ifikishwi. Sasa vipi kuhusu ile story yenye mpaka tukaja tukaongelea? Unajua kuna kipindi biashara ni ilikuwa inaenda poa, bosi akawa anafurahia nini. Afu kuna kipindi sasa ukaja bosi akaanza kuleta stories za kwa pesa nini, yani biashara ilikuwa ni mbovu. Mimi upande wangu mimi naona sasa hivi ndio kunazidi kwa kubaya zaidi. Bosi sasa hivi analetwa juu sana, sababu mimi watu wenye nafanya kazi nao mimi si wajuu, mimi namjua yeye, lakini ameniambia yeye pia analetwa juu. Sasa yeye akiletwa juu, obvious pia sisi tutakuwa taabani. Kwa hiyo ni heri nikwambie na mapema mdogo wangu, nikwambie ujue. Kwa hiyo sasa mimi upande wangu mimi penye naona kule mambo venye yako ni kubaya sana. Kwa kweli kasi kwenye elekele kwa ngumu sana. Hata sijui tutafanyaje. Bosi naye ndio huyo atakuelewa. Kama ndio tayari amepata watu wengine labda anaelewana nayo atakuwa pai kazi ili sisi tukose riski ama ni vipi? Kwa hilo hapana. Sioni kama amepata mtu mwingine kumpatia hii kazi, sababu unaelewa vizuri, sisi ndio tunaelewa mtaa vizuri sana. Kila kona tunaelewa, tunaingia wapi, tunafanya nini, tunapita wapi, kukitokea shida tunaingilia wapi. Kwa hiyo hawezi kuleta watu wengine wageni tu from nowhere akaja kuweka katika business yetu. Important thing mbona nataka kukwambia, tufanye kazi tukijiangalia sana, sababu mambo yenye yako sasa hayaeleweki, sababu bosi na bosi wake. Ndio hivyo na tujima wasioni hapi tena pia.
Lazima tujipange, tufanye kazi kwa bidii. Filosofika Tupac, maneno yanakuza. Kenge, bwege, gang ruka kuta. Kama utatukuta utajuta. Fyata mkia, maneno Forel umepotea kweli yani. Bana. Kidogo kuna mambo yalinizingua. Uona ile siku tuliozungumza ile mambo, ikawa naenda kumchukua ile dogo. Nenda pata ule dogo bana ampata ajali amegongwa na gari. Alafu alikuwa hakuna mtu wa kushirikia, ikabidi nimchukue nimpeleke hospitali tibiwe. So kwa sasa ikoje ama tunafanyaje? Unajua hata hivi tunapozungumza, huyo dogo bado uko hosi. Japokuwa afya yake inaendelea vizuri kwa sasa, lakini bado hawezi kurudia kufanya kazi. Hawezi kurudi kazini kwa sasa mpaka atulie kule kidogo, afya yake izidi kunawirika. Sasa kwa sasa yani ikoje sasa hiyo rada yako? Mimi naona kwa sasa itabidi uendelee kuvumilia kidogo. Kama Mwenyezi Mungu amekulinda mpaka imefikia sasa hii, naamini atakulinda mpaka ule dogo awe sawa. Kikweli swala la kuvumilia hapo Shoni yani kwangu mimi ni ngumu sana. Alafu ukizingatia kuhusu yani kimazingira mimi na bosi sasa yani hatuko sawa. Kuna venye tuelewane sababu hapo nyuma hapo kuna biashara ilikuwa ndi poa biashara. Kwa nini mambo yalinitatiza sana. Naelewa. Wajua kuna masuala mengine ambayo sisi binadamu hatuyapangi kama ajali ama vipi. Ajali ni vitu ambavyo vinatokea kabla havijapangwa kama vipi. Yaani vinatokea tu vyenyewe. Kwa hivyo hatuwezi laumu sana. Na kuhusu Mr. Q mimi nitaongea naye. Mr. Q ni mwanangu wa karibu sana. Nitamueleza, nitaongea naye, atakubali. Lakini cha msingi wewe vumilia ama vipi? Cha msingi wewe vumilia mpaka ule dogo awe sawa. Kwa sababu wale madogo ambao nimbaki nao kule sioni mwingine ambaye anaweza mleta huko. Okay, sawa. Na vipi kuhusu biashara kwa mtaani? Nini unaendaje? Biashara kule iko sawa, si mbaya. Kuna madogo wengine wanaendeleza biashara. tuko maeneo Filosofika Tupac, maneno yanakuza. Kenge, bwege, gang ruka kuta. Kama utatukuta utajuta. Fyata mkia, maneno umefika. Darasa kama hili utasomeshwa maeneo. Slang kama hizi utazipata maeneo. Miseo maeneo. Utafunzwa maeneo. Miseo maeneo. Utafunzwa maeneo. Tuko maeneo. Tuko maeneo. Nipedili, nkupedili, nawekeza akili. Cash, money, ndo tunatabiri. Food, mezani, bling, shingoni. Kicks, mguuni, alafu juu utashi fulani. Maneo ndo kusema, vifua vina hema. Make money, make deals. Rules kama rules, don't ever business. Utapoteza interest, yeah. Darasa kama hili utasomeshwa maeneo. Slang kama hizi utazipata maeneo. Miseo maeneo. Utafunzwa maeneo.